risk free value. Hichi kitu kinafanyaje kazi? Hii ni backup ya protocol nzima. Inachokifanya hata wewe kwenye biashara zako unapaswa uwe na nini na hiyo backup. Hii kazi yake ni kwamba kwanza anapokea mapato kutoka kwenye minting. Tumesema ORI ni sarafu ambayo thamani yake ni dola zaidi ya 52 kwa sasa hivi. Kwa sababu zinazalishwa hapa, zinakuja hapa tunapowekeza sisi ili tulipwe faida. Ila pia kiasi kingine kinaenda kwenye treasury. Hii inakuwa ni backup. Na kuna kitu kinachoitwa AI. Hii product ya AI ni GPT ambazo watu wanalipia ili wapate access ya kutumia hizo GPTs, ndivyo? Sasa mapato yote yanayokusanywa kule kwenye hiyo artificial intelligence yanaletwa kwenye treasury. Huyu kazi yake atakuja kufidia pale panapopelea. Ila pia mapato mengine anayokusanya kama mapato pesa ambazo tulikuwa tulipe sisi wawekezaji hazijatoshea, anatoa kiasi chake anakiingiza kwenye nini? Kwa decentralized application. Baada ya sisi kulipwa, tunapata ile yield ya staking inarudi kwetu sisi mastakers, wawekezaji, watu ambao tumefanya fixed deposit. Kwa hiyo hii ndio mechanism ambayo inafanya hii protocol isianguke na product yake isije ikapoteza thamani milele na milele. Sisi tutakufa, ile product haitakufa. Moja ya vitu ambavyo tunavyoviona vya msingi ni reserve bond, liquidity bond na hii treasury ambayo kazi yake inahakikisha zile riski zote zinazuiliwa. Sasa tukiangalia toka Horizon imeingia sokoni mpaka leo, iliingia sokoni siku ya kwanza tukiwa na thamani ya dola 55, kwa hiyo ina range kwenye dola 50 to 60 mpaka leo. Kwenye masuala ya masoko, kwenye masuala ya kiuchumi, hichi kitu ni ngumu sana kukutana nacho. Nenda kaangalia price ya gold, ya silver, oil. Angalia kwenye upande wa crypto, angalia crypto zote, hawezi kukutana na kitu kama hiki. Hii kitu imesababishwa na ile mechanism iliyotoka hapo ikisapotiwa na artificial intelligence. Artificial intelligence inachokifanya ni kuchambua data, kujua tatizo linalokuja kesho kutwa linatatuliwa leo. Tatizo lipi? Artificial intelligence ikiingia kwenye mfumo kagundua kwamba kuna watu waliwekeza tarehe 1 mwezi wa kwanza. Kwa tarehe 1 mwezi wa kwanza mikataba inafanyaje? Inamalizika. Wanatakiwa kutoka sokoni. Yenyewe inajua sasa labda inaweza kutoa taarifa wiki mbili kabla. Ikapeleka taarifa kwenye reserve bond na liquidity bond. Reserve atachoma tokeni zingine sokoni na liquidity bond atakachokifanya atatoa zile offer. Kwa kama kuna watu watakuwa na mawazo ya kutoa pesa, wanaweza kutoa kiasi wakaacha, na kama kuna watu ambao hawajawekeza watakuja sokoni kuwekeza kwa sababu wamepewa offer ya discount ya ORI na wamepewa tena offer ya APY. APY imeenda juu.